Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni jambo jema na ni baraka sana mbele za Bwana kusogelea uso wake. Yeye anasema nikaribieni mimi. Na jioni ya leo dhabihu za sifa tumekuja kwa ajili ya kufanya ibada kwa ajili ya taifa, kuabudu. Amen. Na Mambo ya Nyakati wa pili sura ile ya 23 na mstari wa kwanza mpaka 25 tunaona vile Yoash alifanya kazi na kuiandaa huduma ya ibada. Na ni kwa nini tunaabudu au tunayombea taifa? Ni kwa kutambua mamlaka ya kimungu juu ya taifa. Kanisa linapaswa kuomba juu ya taifa, linapaswa kuabudu juu ya taifa. Kwa nini tunakuja mahali hapa? Ni kwa sababu ili tupate mwongozo wa Mungu katika mambo yanayohusu taifa letu. Tunaabudu ili tuone mambo yanayohusu taifa letu. Linahitaji Bwana, tunamhitaji na sisi Bwana. Kwa nini tunaabudu kama taifa? Kujenga maagano na Mungu katika kuona ahadi zake zilizokamilika. Amen. Haleluya. Mungu alishatoa ahadi na zilishakamilika. Ili zile ahadi zipate kufanikiwa, ni lazima sisi tusogee mbele za Bwana ili yeye azidi kutuamini katika utendaji kazi wake. Kwa nini tunakuja mahali hapa kuabudu? Ni kumshukuru Mungu kwa baraka na ulinzi aliotoa katika taifa. Taifa letu lina baraka nyingi sana. Ili tuzione, tunahitaji kuzikabidhi kwa Mungu, naye anatupa macho ya rohoni ili tuanze kuziona hizo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ninakukaribisha kabisa, wewe unayeimba, wewe usiyeimba, lakini tunaabudu pamoja. Ni jioni tulivu ya baraka ambayo Mungu anataka azungumze na mioyo yetu. Hallelujah. Anataka azungumze na taifa letu. Oh, yes. Anataka azungumze na jiji letu la Mbeya. Hallelujah. Tunayo heshima pia katika kuwakaribisha wote tuliofika mahali hapa, hata wale ambao wanatutazama katika Facebook, Instagram, YouTube. Tunawakaribisha tuabudu pamoja katika taifa hili na katika ibada ya jioni ya leo. Wewe ni wa thamani sana. Mungu akutunze, Mungu akulinde. Tunapoabudu, Bwana awe pamoja nawe. Haleluya. Mungu ibariki Tanzania, dumisha wake kwa waume
unastahili sifa na heshima. Rama Shepata. We give you honor, girl. Hakuna Mungu kama wewe. Mwaminifu kwa taifa letu. Bwana wa milele. Baba wa neema. Uliye juu ya vyote. Wastahili Yesu. Wastahili Bwana. Unastahili Jehova. Asante kwa pendo lako. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya familia. Yesu anastahili kuabudiwa. Mpe makofi mazuri sana. Tupo katika ibada. Haleluya, haleluya. Oh yes. Katikati yetu tumetembelewa na baba yetu mtumishi wa Mungu Apostle Azikiwe. Amen. Haleluya, mpe Yesu makofi kwa ajili yake. Ni heshima sana kutembelewa na mababa ambao wametangulia katika huduma. Amen. Wamepiga vita vingi sana. Sisi wachungaji vijana tunakuja, tunatembea mahali ambapo wao walishasawazisha. Kwa wanapofika mahali hapa ni heshima kabisa, tunajisikia thamani, tunajisikia tumethaminiwa kwamba kile tunachokifanya katika jiji hili kinathaminiwa au kimepokelewa na mababa zetu. Na nataka nimkaribishe baba yetu ili aweze kutufundisha, aweze kuongea mambo ya muhimu sana kuhusu taifa letu na maombi na kile ambacho tunapaswa kufanya. Haleluya. Mpe Yesu makofi tunapomkaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe. Baba, katika jina lako Yesu linalopita akili na fahamu zote, tunakuinua kwa namna ya pekee jioni ya leo. Umetupa nafasi ya kuweko katika nyumba hii. Wewe ni mtakatifu, hata kuweko mwingine kama wewe. Neema hii ulioifunua kwetu kwa ajili ya taifa hili ambalo umelipenda tangu mwanzo, Bwana, naomba sasa wewe useme nasi na ukatupe njia namna ya kwenda kwa hali ambayo ipo sasa katika taifa letu. Tuko hapa tukuabudu ili nguvu yako ishuke, uweze kuliponya taifa lako. Najua kwa njia ya kusifu na kuabudu wewe ulishuka, Mungu, wakati wote ukadhihirisha uwezo wako na uponyaji wako. Hallelujah. Naomba Bwana, wakati tunaendelea kipindi hiki, neema yako iwe kubwa. Uendelee Bwana kutenda sawa na ulivyokusudia. Katika jina la Yesu tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Apostle Azikiwe Lutufyo. Kutoka kanisa la Gospel Power House, Pentecoste Gospel Power House, Tanzania. Amen. Ninasikia kupewa heshima kubwa kuweza kuja mbele yenu, watoto wa Mungu ambao mmeamua kumuinua Mungu kwenye taifa hili. Nimekuwa nabarikiwa sana na huduma yenu. Na nimekuwa nikiwafuatilia kwa karibu sana. Hata nilipoona mwaliko wa kuja hapa kwangu, niliona heshima kubwa. Lakini nilihisi kwamba ni eneo sahihi ambalo sitakiwi kukosa kuja kwa namna yoyote. Kwa muda mrefu mmejenga heshima katika uwanja wa kuabudu na kumsifu Mungu, Mbeya na Tanzania nzima. Mungu awabariki sana kwa kazi hiyo mnayoifanya. Hallelujah. Labda muda wangu ni mfupi, nitakuwa na dakika kama 10 tu za kuongea. Naomba niongee yale ambayo moyo wangu nasukumwa kuyaongea hapa. Biblia inaongea habari ya kanisa. Paulo anasema kwamba ili sasa kwa njia ya kanisa Mungu
apate kujulikana katika mataifa yote. Kwa hiyo unaiona nafasi ya kanisa wakati wowote kwenye historia. Kanisa ndilo lenye majibu. Kwanza ndilo lenye nafasi ya kumjulisha Mungu katika mji, kumjulisha Mungu katika nyakati zote ambazo tunazipita kwa vipindi mbalimbali tunavyopitia. Kwa hiyo kwa njia ya kanisa watu watamjua Mungu. Kwa njia ya kanisa maisha yanaweza yakabadilishwa. Kwa njia ya kanisa utisho wa Mungu unaweza kuingia mpaka ngazi za juu za uongozi, ambazo ni kiungo cha muhimu sana kwa ajili ya kuendesha siasa na taratibu zote zinazoongoza nchi. Sisi hatujatengwa na siasa zinazoendelea. Kwa hiyo mkono wa kanisa lazima upewe nafasi katika uweza wa nguvu za Mungu. Mungu anathibitika katika kuabudu na kusifu. Anapoabudiwa huwa anashuka. Unajua kuabudu na kusifu, kuabudu tunasema ni sisi tunampelekea kitu Mungu, na tukipeleka kwa moyo, kwa ile roho ya kweli na kuabudu, ikafika kwenye kiti cha enzi, huwa ni kama inachokoza au inafungua neema ya Mungu iweze kuachiliwa juu ya watu, juu ya taifa, juu ya mtaa, juu ya kanisa. Kwa hiyo Mungu anakuja akijibu baada ya kupokea kuabudiwa na kusifiwa katika kweli. Ndio maana nafasi ambayo nyinyi mmeibeba ni ya muhimu sana. Ibada haiwezi kwenda bila praise team yenye nguvu, kwa sababu ndio inayoachilia na kufungua uwepo wa Mungu. Yaani Mungu amepewa kitu anachokitaka. Baada ya kupewa, Mungu anafungua, anaanza kuachilia neema na utukufu. Ule utukufu unapokuja, unakuja na majibu ya watu, unakuja na uponyaji juu ya taifa, unakuja na kubadilisha mazingira yaliyokuwa hayawezekani yaanze kuwezekana, kwa sababu kuna watu ambao wamesimama, wamepeleka kitu kutoka kwa Mungu. Hata kuvunjika kwa kuta za Yeriko, watu waliambiwa wapige kelele. Kimsingi hazikuwa kelele tu, ni watu walimsifu Mungu. Zile sifa zilipofika kwenye madhabahu ya Mungu, Mungu akaachilia uweza, kuta zikaanza kuanguka zenyewe. Tukitaka ngome zinazolitesa taifa ziweze kuanguka, tunahitaji kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu huwa anaanza kusema. Mungu huwa anaanza kufunua. Mungu huwa anaachilia neno. Nampenda huyu mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na shida, lakini Yesu kabla hajaenda akasema, sema neno tu, aseme neno tu na mtumishi wangu atapona. Neno hilo tunalihitaji kulipata kupitia kuabudu na kusifu, kupitia kupeleka sifa zetu mbele za Mungu aliye hai, ili Mungu aweze kutujibu kwa ajili ya taifa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesoma maandiko yote yaliyokuwa yamewekwa kwenye mtiririko mzima wa hili kusudi, na niliona kuwa ni maandiko ambayo yamejaa na yanatosha kuwa na hekima ya kutuongoza sisi katika kulifanya shauri hili na kiu yetu hii ambayo tunataka kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona andiko hili katika Zaburi 33:12 mpaka 16 ambalo mlikuwa mmeliweka pale. Biblia inasema, heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliowachagua kuwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo
waangalia wote wakao duniani. Yeye ayumbaye mioyo yao wote uzifikiri kazi zao zote. Wala shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inaongea heri taifa ambalo Mungu amekuwa Mungu wao. Hili ni taifa letu ambalo Mungu ametupa sisi kuishi. Hili ni taifa letu ambalo limebeba urithi na hatima yote tunayoitarajia hata kwa ajili ya vizazi ambavyo vinakuja. Neno linaonyesha wazi kwamba heri taifa ambalo limemfanya Mungu kuwa Mungu wao. Ndio maana tuko hapa leo. Ndio maana tunataka tuzisikizishe sauti zetu kwa namna ambayo Mungu ametupa fursa, kwa sababu tunaamini kwamba usalama wa taifa la Tanzania, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi, uko katika kumtumaini Bwana. Mambo mengi ukifuatilia yanayoendelea yanatisha, lakini nipende niseme kwa vile tuko watu ambao tumejitenga, tumefanya nafasi kwa ajili ya kumuita Mungu aliye hai. Ijapokuwa wengine watatenda kwa uovu, ijapokuwa wanasiasa watafanya mambo yanayoleta uharibifu kwa miungu yao, lakini sisi tumekaa, tunaweka mpaka katika jina la Yesu ya kwamba tutamwabudu Mungu wetu aliye hai na yeye atatusikia. Tujapokuwa wachache, lakini Mungu anasikia maombi. Mungu hatendi kwa sababu tuko wengi. Mungu anatenda kwa sababu watu wachache wameamua kulitaja jina lake. Tunatamka katika jina la Yesu, taifa hili halitapotea. Uchaguzi huu hautamwaga damu. Tunamwabudu Mungu katika eneo hili. Tunakiri ya kwamba taifa hili lipo kwa sababu yeye yuko. Mtu aseme amen. Mtu aseme amen. Tumeona andiko hili, anasema kwamba shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu zake. Mfalme haokoki kwa wingi wa nguvu zake. Tunaweza tukawa na jeshi zuri, lakini tunaweza tusiokoke. Tunaweza tukawa na mipango mizuri, lakini tunaweza tusiokoke. Kinachohitajika ni hekima ya Mungu, na ndio maana tuko mahali hapa leo. Tutalitaja jina la Bwana ili uweza wa Mungu uweze kuthibitika. Maombi haya yana nguvu. Session hii ina nguvu kusababisha kitu kiweze kutokea, na sauti yake iende kwa nguvu ili kumbatie taifa hili, ikumbatie viongozi wa serikali, ikumbatie viongozi wa siasa, ikumbatie hatua zote na makanisa. Kwa pamoja Mungu akatuvushe, atupe neema ya kusimama katika utukufu wa uweza wake. Kuna sauti inayotakiwa itoke kanisani ili kuleta majibu, kwa sababu hatuwezi kuokoka kwa nguvu tulizo nazo, lakini neno la Mungu linaweza likatuokoa. Neno la Mungu linaweka njia mahali pasipokuwa na njia. Nasema naiona njia kutokea mahali hapa, na uona msaada wa Bwana, naiona nguvu ya uweza wa Mungu aliye hai, naliona tetemeko linatembea kutikisa roho za miungu, kutikisa roho za kichawi, kutikisa maagano ya kiganga, ili kuipa nafasi Tanzania iweze kusimama na kwenda mbele. Yuko Mungu anayeshikia, awekae njia pasipo na njia, afanyaye jangwa, afanyaye bahari mahali penye jangwa, apasuaye bahari ili kupitisha kusudi lake. Naliona kusudi la Mungu linafanikiwa, linapenya. Imeandikwa, kwa imani yote yanawezekana kwake aaminie. Yote yanawezekana, hakuna linaloshindikana. Tunatamka katika roho, tunatamka katika anga, tunatamka kwenye ardhi, tunatamka kwenye mipaka na bahari, kwamba taifa hili ni taifa la Mungu alilolichagua. Neema yake haitatuacha. Mungu atukumbatie tunapopita kwenye uchaguzi. Mungu atukumbatie, akamate vinywa vya wanasiasa, akamate vinywa vya wenye hila,
afunge njia zao, akamate vinywa vilivyokusudia kutoa kafara ili kuzindika kwa kuwapoteza watu wa taifa hili. Nasema tunakataa, nasema tunakataa katika jina la Yesu. Jibu la taifa hili liko kwa Mungu. Taifa limebarikiwa ambalo Mungu amekuwa ni Mungu wao katika jina la Yesu. Nimalize kwa kusema, wakati ule Misri kulikuwa na janga la njaa ambalo mataifa yote hayakupona, lakini alikuweko mtu anaitwa Yusufu. Yusufu akapokea ujumbe. Huyu anasimama kwa niaba ya kanisa, na ule ujumbe ulikuwa na hekima iliyoleta uponyaji kwenye lile taifa. Akafafanua ndoto ya mfalme ambayo hakuna aliyeweza kuifafanua. Nasema ni kanisa peke yake. Kama watu wangu walioitwa kwa jina langu watasimama na kuomba, mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni, nitashuka niiponye nchi kama Misri ilivyopona na mataifa ya pembeni walipata chakula kwa neno lililokuwa la Bwana. Ninatabiri na kutamka, Tanzania kwa maombi ya kanisa na wacha Mungu wanaoomba, taifa hili litapita salama. Nasema litapita salama kwa jina la Yesu, litapita salama. Uzima wa Mungu utatawala. Aliyeanza na sisi, nasema atamaliza na sisi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu tuseme maneno haya. Bwana Yesu, tunakushukuru, wewe ni Mungu, hata kuweko mwingine. Tunalitaja jina lako sawa na neno lako. Wawili watatu watakapokusanyika alafu wakaamini kile wanachokiomba, wewe Mungu utashuka, utatenda na kuponya. Tunaita uponyaji wako kwenye taifa hili. Tunamweka rais wetu, tunamweka makamu wake, tunamweka waziri mkuu, tunaliweka baraza la mawaziri, tunamweka spika katika mikono yako. Tunawaweka viongozi wa siasa katika mikono yako. Kwa rehema zako, hekima yako na ufahamu wako uachiliwe sasa, umiminwe ndani yao katika jina la Yesu. Itokee nafasi ya kusikia na kuelewa neno lako ndani yao, ili roho ya huruma, roho ya hekima, roho ya maarifa na ikatende, tukavuke Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu kwetu. Tukavuke Bwana, kwa sababu wewe uko na taifa hili. Ukasikie sasa maombi haya, uiponye nchi katika jina la Yesu. Asante Baba, kwa sababu umesikia. Sifa na utukufu vina wewe Mungu wetu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Tuseme amen. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, watashuka, wataomba, mimi Bwana nitashuka. Yabarikiwe maneno yako, yabarikiwe maombi haya, abarikiwe mtumishi wako.